Ninalo neno la kukuonya unayejiita mlokole. Ninalo neno la kukuonya unayejiita umeokoka. Neno hilo ni kuzoelea maisha ya kiroho. Ni kuzoelea wokovu. Kitu cha ajabu ambacho kitakuja tokea wakati Yesu atakapokuja kulichukua kanisa, litakalo kuja kuwashangaza wengi, na wengi watashangazwa kwa hilo, kuwaona wale ambao wameaminiwa na jamii kuwa ni manabii, kuwa ni watumishi wa Mungu, kuwa ni walokole, kuikosa mbingu, kuachwa. Yesu atakuja alichukua kanisa kwa wale walio safi, wasiozoelea maisha ya kiroho. Maana kuna kuishi ndani ya Kristo ukiwa umeacha dhambi, na kuna kuishi maisha ya Ukristo ukiwa unaendelea na dhambi. Kuna kuishi ndani ya ulokole ukiwa mlokole wa jina unaendelea na dhambi, na kuna kuishi ndani ya ulokole ukiwa umejitenga na dhambi. Ni neno ambalo nakuonya mtazamaji wangu kupitia New Tele Uzima, ya kwamba umefika wakati sasa, achana na dhambi, achana na mazoea ya kuishi kwenye dini kwa sababu uliwakuta watu humo. Wengine wamekuja kwenye wokovu kwa sababu kuna marafiki zao. Wengine wamekuja kwenye maisha ya kirokole kwa sababu wamependezwa na namna ambavyo walokole aidha wanavaa, wanaishi. Acha mazoea hayo. Yesu anakuja sasa. Badili mwelekeo wako. Ishi maisha yanayompendeza Bwana, kama Biblia inavyonena kupitia Ufunuo ya kwamba Yesu anakuja. Yaoshe mavazi yako, yatakase mavazi yako. Heri yao wale wazifuao nguo zao, maana wakati wa kujiliwa kwao umefika. Lakini Biblia inasema mwenye kujitakasa na azidi, mwenye kuomba na azidi kuomba. Wakati tulionao sasa ni wakati wa kuacha mazoea. Ni wakati wa kutembea vizuri na Mungu. Ni wakati wa kusimama vizuri na Mungu. Mungu akusaidie Mtanzania. Mungu akusaidie mtu uliokoka. Mungu akusaidie Muafrika. Mungu akusaidie mtu unayeishi katika dunia hii. Mungu amekupa neema, umelichua neno lake. Usichezee wokovu, usichezee Ukristo. Ishi kwenye utakatifu, ishi kwenye maisha mazuri. Katika jina la Yesu ninakuombea neema kwenye maisha yako. Wala usimkubali shetani anayekushawishi kuyazoea maisha ya kiroho. Wala usitiwe moyo ya kwamba kwenye maisha ya kiroho unaweza ukaishi kwa namna ya kuzoea. Mungu huyu tunayemwabudu hazoeleki. Biblia inasema yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Maana yake ni kwamba tangia mwanzo wake na mwisho wake vinafanana. Sio alianza akiwa na nguvu anamaliza akiwa mdhaifu. Ameanza akiwa na nguvu na mwisho wake anaonekana akiwa na nguvu, tena huonekana ni nguvu zaidi. Na ndio maana Biblia inampenda yule anayemaliza akiwa na nguvu, siye aliyeanza na nguvu akamaliza vibaya. Maliza vizuri na Yesu kwenye maisha yako ya kiroho. Maliza vizuri na Mungu kwenye maisha yako ya kiroho. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu akusaidie. Mungu akusaidie Mtanzania unayenitazama. Mungu akupe neema ya kugeuza mwelekeo wako mbaya. Mungu akupe neema ya kugeuza maisha yako yasiyofaa. Mungu akupe neema ya kumrudia Mungu mwenye nguvu, katika jina la Yesu Kristo. Ukitaka mahubiri yetu na mafundisho yetu, we nenda tu kwenye simu yako. Kama uko na simu, uko na hizi simu janja, kwa Facebook tunapatikana kupitia New Tele Uzima. Lakini hata ukienda TikTok, ukienda WhatsApp, ukienda hata YouTube, kwa channel hiyo hiyo ya New Tele Uzima. Mungu akubariki sana. Mungu akupe neema ukageuke katika jina la Yesu Kristo. Amen.